Nataka niongee na wewe ambaye unajiona ni mkosaji kwa sababu ulikosea. Kukosea sio shida. Shida ni kuendelea kubaki kwenye makosa. Maana unapokosea ili uwe salama, kubali kuanza mwanzo. Kubali kuanza upya. Isaya 43 mstari wa 18 anasema, usiyakumbuke mambo ya kale, usiyakumbuke mambo ya zamani, wala kuyatafakari mambo ya kale. Usiyakumbuke mambo ya kwanza, wala kuyatafakari mambo ya zamani. Kwa maana Mungu amefanya neno jipya kwenye maisha yako. Ndiyo ulikosea. Kuna sababu gani ya kuendelea kujihukumu? Kama yeye anayetakiwa kukuhukumu anakuambia usiyakumbuke hayo mambo. Ukikosea akikusamea amekusamea na amesahau. Mungu sio mwanadamu. Mungu ukikosea anakusamea na anasahau. Ila shida imebaki kwako. Ni pale unapoendelea kujiona mkosaji, unaendelea kujiona mkosaji. Na kwa kuwapa nafasi wale wanaokukosoa. Maana kila mtu ana mapungufu yake. Sasa basi, kwa kuwa ulikosea, kubali kuanza mwanzo. Tufanye matengenezo na Mungu, songa mbele na usiruhusu watu wakuweke wewe ni mkosaji na wakufanye wewe ni mkosaji. Wewe tengeneza na Mungu, endelea mbele. Acha kujihesabu kuwa ni mkosaji. Acha kujifunga mwenyewe, acha kujifanya mateka kwa makosa yako. Wewe sio mkosaji, maana ulikosea mara moja na ukatubu. Usijione mkosaji tena. Na hiyo ndo kazi ya shetani. Wengi amewafunga kwenye makosa ya zamani. Unapotaka kufanya jambo, unajiona mkosaji, unaacha. Nakushauri, Mungu amefanya jambo jipya kwenye maisha yako, usijione mkosaji, songa mbele na Yesu.